Mheshimiwa Mwenyekiti, kabla sijaendelea, kwanza kabisa nipende kwa masikitiko kutoa pole kufuatia kifo cha diwani wetu wa kata ya Kitale ndugu Philipo Gikalo ambao anatoka kwenye baraza la madiwani akielekea kwenye kata yake ya Kitale, lakini akapata ajali kwenye ile barabara ambayo naizungumzia ya Kipreft Mogabili, ambayo kwa kweli inapoteza nguvu kazi ya taifa, inalemaza wananchi. Na niombe serikali ipe kipaumbele jambo la dharura, itupelekee fedha bilioni 8 tu kuweza kuokoa maisha ya wananchi wa Tarime. Lakini pia ile barabara, Mheshimiwa Mwenyekiti, ndio uchumi. Watu watoka Nairobi, watalii kwenda Mgumu wanapita pale, wanaenda Nyamongo wanapita pale. Sisi wenyewe Tarime mji pale ndio makao makuu ya wilaya, ndio barabara ni finyu na imeharibika. Chonde, naomba muweze kutoa kipaumbele kwenye ile barabara ya Kipreft Mogabili kuweza kuokoa maisha ya Wanatarime na Watanzania. Mheshimiwa Mwenyekiti, niendelee sasa kuweza kuchangia mpango. Nitajielekeza kwenye nishati, lakini pia ukuaji wa uchumi na pato la mtu mmoja, na pia nitaenda kuchangia na pointi 2 kama muda utanitosha. Nijaribu kumuuliza Sanga hapa naye anipe muda, amesema yameshachangia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye nishati mpango wa muda mrefu umeonyesha, na napongeza ripoti ambayo imekuwa tabled na wizara, lakini na ripoti ya kamati yetu, kamati ya budget, ambayo imefanya uchambuzi wa kina kabisa kwa maslahi mapana ya taifa letu. Kwenye mpango wa muda mrefu imeainisha kwamba serikali ina target kuhakikisha kwamba inazalisha megawati 70,000 ifikapo 2050 2051 kutoka megawati ambazo tunazalisha sasa hivi za 4,032. Lakini pia imeainisha kwamba matumizi ya mtu mmoja itatoka kilowati 108 mpaka kilowati 3,000 kwa mwaka kwa jinsi ilivyo sasa hivi. Na vyanzo vya uzalishaji wa umeme huu wameainisha kwamba ni jua, maji, joto ardhi, makaa ya mawe, upepo pamoja na gesi. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, kiuhalisia hivi vyanzo ni vizuri na lengo lizuri, lakini ukifuatilia utaona kwamba hii miradi ambayo tunaainisha hapa inatumia muda mrefu sana kuweza kutekelezwa na serikali. Kwa mfano, chanzo cha maji ambacho kimeainishwa pia cha Ruhiji na Rubakali walishafanyaga upembuzi yakinifu hapo 2022. Baadaye wakawaacha tena, wakaja sasa hivi wanafanya uishaji wa upembuzi yakinifu ambao wanatumia zaidi ya bilioni 3,200,000. Mchuchuma na Liganga tumeongea muda mrefu sana, ambayo ingeweza kwenye utekelezaji ingeweza kuchangia kwenye energy mix. Lakini pia upepo wa Singida, lakini pia tuna joto ardhi kule Mbeya, bado hivi vyote havijawekwa kuwekwa. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, ili sasa serikali on average kwa jinsi ilivyojiwekea ni kama vile itakuwa inazalisha megawati 2,000, ongezeko la megawati 2,639 kwa mwaka kuweza kufikia target ya megawati 70,000. Sasa ili tuweze kufanya haya yote, mimi nilikuwa na shauri tuweze kuhakikisha tunashirikisha sekta binafsi kwa uhalisia, kwa kuona kwamba sasa hivi chini ya serikali mambo ya move hivyo, tushirikishe sekta binafsi na iweze kuingia kwenye uzalishaji wa umeme, tukizingatia kwamba nishati ni kichocheo cha sekta nyingine. Yaani tukiwa na nishati ambayo ni toshelezi, tunaenda kuongeza mnyororo wa thamani kwa sekta zingine, viwanda, biashara, madini, utalii, you name it. Yaani tukiwa na umeme ambao ni toshelezi, tunaenda kuchanua uchumi kwa asilimia kubwa sana. Lakini pia ukichukua mfano wa nchi ya China, wenzetu wale waliweka malengo. Amesema hapa ndugu yangu Profesa Mhongo, waliweka malengo ya kuhakikisha kwamba wanatumia energy mix kwa asilimia nyingi, na wakaziambatanisha na sera yao ambao kwao nishati ni uti wa mgongo wa viwanda. Lakini pia sera ya nishati waliungamanisha na sera ya ajira, viwanda na mauzo ya nje, na wakahakikisha wakajiwekea target ya kuzalisha megawati kadhaa katika kila muongo. Leo tunavyozungumza hapa wanazalisha megawati 2,800,000 kwa mwaka. Kwa ni moja kati ya nchi ambayo ina umeme toshelezi, na sisi ni dhahiri tunategemea bidhaa nyingi sana kutoka China kuja kwenye soko letu hapa Tanzania. Kwa ni dhahiri kwamba tukiboresha sekta hii ya umeme tunaenda kuhakikisha kwamba tunakuza uchumi na kufikia malengo ambayo tumeyaweka ya kuhakikisha kwamba uchumi wetu wa taifa unakuwa kati ya 10% mpaka 12%. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa niweze kushauri kidogo.
katika hayo ambayo nimeyasema, ili tuweze kusonga vizuri. Tukaribishe hiyo sekta binafsi, lakini tuhakikishe pia tunatenganisha katika uzalishaji, usambazaji na unganishaji, ili kuhakikisha kwamba kama ni sekta binafsi tunaichopu inaenda kwenye sekta ipi, ili kuweza kuboresha ufanisi na kuleta ushindani. Lakini pia tukizingatia Tanzania tunaenda kujiunga na hub ya umeme kwa nchi za SADC, tuweze kuweka bei shindani. Kama tutafikia huko tukazalisha umeme ambao ni extra, bei shindani, ili tuweze kuziuzia na nchi ambazo zitakuwa zina uhitaji wa umeme, na kwa kufanya hivyo tunaweza kukuza uchumi wa taifa letu. Mheshimiwa Mwenyekiti, niende sasa kwenye pato la mtu mmoja na ukuaji wa uchumi. Kwenye mpango wameainisha kwamba target sasa ni kuhakikisha kwamba kufika 2050 2051, kwa maana ya miaka 25, Mtanzania tunakuwa na pato la mtu mmoja la dola 7,000 kutoka ya sasa hivi ambayo ni dola 1275. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni malengo mazuri na yana matamanio mazuri na indiketa nzuri ya kuhakikisha kwamba uchumi wetu unakuwa na wananchi wanaweza kuwa na pato ambalo ni wasia. Nakumbuka mwaka 2019 tuweza kukuza pato letu mpaka 1080, tukawa kwenye uchumi wa chini wa kati. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, turejee huu mpango ambao tunamalizia miaka 25, tuweka target ya kukua kwa pato la mtu mmoja on average kama dola 3,000, kwa maana aliweka lengo kutoka 1416 mpaka 4515. Mwaka 2000 ilikuwa kipato cha mtu mmoja dola 756, lakini kwa miaka yote 25 tumeweza kufika tu dola 1275, kwa maana ongezeko la 516 tu kwa miaka yote 25. Sasa lazima tukae tuangalie hii ya dola 7,000 ili iweze kuwa realistic, tunatakiwa tuje na mipango ipi? Kwa sababu ukiangalia the gap kutoka 1275 na dola 7,000 ni gap kubwa sana. Lakini mbaya zaidi, Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mpango wakati tunasoma katika miaka mitano sasa, utekelezaji wa miaka mitano, kwa maana 2026 27 2030 31, tunaonyesha tutaenda kuongeza pato la mtu mmoja kwa dola 363 tu, kwa maana kutoka ya sasa 1275 hadi 1638. Sasa kama tunaweka projection ya kuongeza ndani ya miaka mitano 363 tu, kwa maana yake ukifanya na average by assumption tunatarajia kuongeza kwa miaka 20 iliyobaki dola 1452. Kwa ujumla wake kama dola 3,000 inakuja kama dola 2,000 na kitu hivi au 3,090. Kwa hiyo kwa miaka yote ukifanya na assumption 3,000 mpaka 4,000 kwa mwaka. Sasa ili tuweze kufanikisha hili, kitu kingine, projection ya ukuaji wa uchumi ni kati ya 10% mpaka 12. Lakini sasa hivi as we speak ni kati ya 5.5 mpaka 6. Kwa mwaka huu 2027 inaweza kwenda 5.9.